Vipi tena? Baby, huyu ni kaka yangu na huyu ni dada yangu. Ndio shemeji. Anyie kondeni, msiniteme shemeji yenu. Bonge, koma. Sasa mke wangu, mimi ndo natoka hivyo. Wacha niwae zangu kazini, baadaye Mungu akipenda. Jamani, mbona haraka hivyo? Mimi nataka kuwahi kwa sababu nishamwambia bodaboda anifuate. Anakuja nje muda si mrefu. Baadaye. Bwana mume wangu. Mimi nataka nikusindikize. Yaani huyo bodaboda wewe achana naye. Na kupeleka mdogo mdogo mpaka huko mbele, tutachukua bodaboda mwingine. Haujachoka. Wewe nilizani utabaki hapo utaendelea shughuli zingine za nyumbani. Hapana. Haya sawa twende. Wadogo zangu,
Sijui haya maisha tunaelekea wapi. Sijui tumelogwa. Sijui tuna shida gani. Maana hivi ninavyoona nimehangaika sana. Nimezunguka sana kutafuta kazi. Ila sijafanikiwa kupata kazi mpaka leo hii. Na ukizingatia nyie mmemaliza kidato cha 4 muda si mrefu. Mnatutegemea sisi ujue. Yaani nashindwa hata nifanyeje. Kaka mkubwa naye ametoka anaenda kutafuta riziki mpaka saa hizi hajarudi. Sijui tunakula nini leo. Sasa dada, kama msimu ndani ningemwambia hata tutute kitu tukanunua hata vitu jamani. Mimi na njaa. Mimi naona kaka yangu tusimhusishe katika hili. Kwa sababu mimi nishaongea naye. Lakini hana kitu. Na pia kaka yangu ni mtu smart sana. Angekuwa nacho angetoa. Si najua tangia karudi kutoka South Africa. Hana kitu. Ila kweli. Lakini mimi na njaa siwezi kuvumilia. Kaka. Vipi jamani? Safi. Kwema? Kwema. Makoti paka sasa hivi hajarudi? Mpaka saa hizi hajarudi. Sijui amepata changamoto gani. Yaani haya maisha ndo huwa mnaishigi hivyo toka kipindi ambacho mimi sipo, au kwa sababu ameniona mimi nimerudi ndio maana anafanya hivyo? Hii ndio hali ya maisha yetu. Yaani mpaka kaka atoke ndio tupate riziki. Kama hajatoka riziki hamna. Alafu isitoshe hata riziki ambayo ulikuwa unatuma, yaani pesa zote ulizokuwa unatuma, sisi tulikuwa hatujui. Mpaka tumbembeleze sana. Yaani tumfosi sana ndio anatuambia umetuma chochote. Basi poleni sana. Unajua mimi hali siipendi kuiona ikiwa hivi. Lakini muda sio mrefu mimi napiganisha hapa ndani, kuna mambo yataenda sawa, tutafanya mchakato, tutakula. Sawa? Lakini pia msichoke kumsikilizia yeye kaka yenu. Kama atakuja ataweka mipango itakuwa sawa mapema, basi tatisha au vipi? Sawa. Unasema? Kitu ambacho mimi sipendi kutoka kwenu ni kuona sura zenu zimekaa kinyonge sana. Hapo twende. Hapo. Hapo. Haya, mimi niko ndani sawa? Naika mambo sawa. Wadogo zangu. Hatimaye kaka anatutia moyo. Tuendelee kuvumilia kidogo tu. Anaweza akaja kaka mkubwa. Lakini mimi na njaa, mimi siwezi kuvumilia. Asante mwanangu. Asante pia kwa kushukuru mke wangu. Lakini vipi 30 inakutosha? Imenitosha. Sina matumizi mengi. Nashukuru sana. Sema ukweli, sio naenda kazini alafu unaniambia mume wangu 30 initoshi, nahitaji sijui nini na nini. Hapana, inanitosha. Neti kuna simu inaita. Simu yangu. Simu yako. Uliacha sebleni? Nimeacha sebleni. Haya, kaangalia. Wenzio wako? Wako ndani huko chumbani kwao wamepumzika. Okay. Na Makoti hajarudi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi hajarudi. Makoti anatumia akili kweli? Anawaacha watu hapa, anawaambia anaenda kutafuta, mpaka sasa hivi amekata mawasiliano kabisa. Hivi huyu ni kaka kweli ama? Sasa anafanya mpaka watu wanaingia ndani kulala ovyo. Maana watu wana njaa. Mbona anashindwa kujali huyu mtu? Basi sawa, mimi ngoja nitoke mara moja. Sawa? Kuna mchakato wangu fulani nikauweke sawa. Lakini sitachelewa kurudi ili tuangalie jambo linaendaje hapa.
Basi sawa kaka, mimi nakutegemea sana, maana hali ni mbaya sana. Makoti jamani, makoti. Hapana. Chawi na wakazi kiboko, chawi yani usiku wanatutesa, chawi mtani kote wamemchoka, chawi na wakazi kiboko, chawi na wakazi kiboko, chawi yani usiku wanatutesa. Shaka Zulu, karibu. Sawa, uhakika Kama kawaida msauzi. Majina yako bwana. Okay, mimi mwanangu nimeona nije hapa nichukue nyanya kidogo, vitunguu na hoho pamoja na karoti hapa. Sababu kuna mchakato nataka nikuweke sawa. Lakini mpaka jioni hivi nitakuwa nishatisha mwanangu. Baadaye sio? Hivi, nyinyi mnanichukuliaje? Kwa sababu wewe umeondoka hapa ukaniacha mimi. Mission yetu ilibidi twende wote South Africa. Ukaondoka kimya. Nilikopa mimi kuongeza nauli ukakimbia passport. Nimejibangaiza mwenyewe na mambo yangu. Sasa hivi unakuja unasema nikupe nyanya, nikupe nini, vitunguu, ufanye nini? Shikaji wangu, mbona kama mtu ambaye ameamua kunirushia? Yaani unapozungumza hivyo unataka watu wote wasikie kwamba mimi nimetoka South Africa. Sio kukurushia. Nakwambia kitu ambacho kimenyoka. Unanichukuliaje? Ndugu yako yule nani wanamta Makoti. Anakuja na kibastola ananitishia kumbe kilikuwa kitoi. Mara kwanza kabeba nyanya, kabeba vitunguu, kabeba nini? Ili genge sio la ukoo. Napambana, nikipata riziki yangu naenda kwenye kamneso, maisha yanaendelea. Kwa hiyo hivi vitu mimi napata ama? Yaani hapa kuna mambo mawili. Una uwezo ukapata kwa sababu nyinyi ni watata. Kama unachukua chukua. Kama unataka kuchukua chukua. Si genge lenu ila mimi mfipa chukua. Unamaanisha mimi sipati chochote, ndio? Kusema kweli uokoti. Basi poa mwanangu, mimi najua utakuwa umeninyima. Haina noma wala nini. Naelewa. Ila mwanangu, tutakuja kukutana. Kaka, sisi hatukutani popote. Mimi sivuti bangi, sivuti sigara. Na hata ile njia yenu kuna siku nilipita nikakutana na kibwengo, sijaipita tena. Ila ingekuwa tunaenda kule kwa mama Mwajuma kwenye vipegi vyetu vile vya komoni, tungeenda sawa. Na ungepata hata nyanya mbili katika chumbali utoe hangover. Lakini sasa hivi baba, hakuna kitu. Upati kitu. Sio genge la ukweli. Makmuga, wewe nenda bro. Unajua nakupenda sana. Yaani kuna muda sitaki kabisa uondoke. Muda wote natamani ukae na mimi tu. Nisikilize mke wangu. Hata mimi nakupenda sana. Sana tu. Lakini sasa huu muda mimi natakiwa nielekee ofisini. Umeshanisindikiza vya kutosha. Kwa hiyo niache muda niutumie mimi nielekee ofisini nikawahi majukumu yangu mengine. Wewe wa nyumbani. Bwana. Unajua mimi unapoondoka kiukweli nakuwa sina amani. Kwa sababu mwanaume kama wewe, yani lazima wanawake huko njiani lazima tu watakutongoza. Sasa mimi sitaki uwe na mtu yoyote yule. Mimi siwezi kukusaliti hata mara moja. Yaani kwa namna ninavyokupenda, wewe ndio mke wangu, wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Lakini pia hakuna mwanamke yote ambaye anaweza kunitongoza mimi njiani. Kwa sababu mimi ninachojua ni ngumu sana mwanamke kumtongoza mwanaume. Labda sisi wanaume. Kwa hiyo kama mimi nitatoka hapa mguu wangu ni moja kwa moja ofisini. Lakini pia unasema una wivu, hata mimi nina wivu. Lakini unatakiwa ujue kuwa muda mwingi mimi nautumiaga sana nikiwa na wewe. Nawahi kurudi sana nyumbani. Muda mchache nautumia kazini. Like kama ningelikuwa nautumia muda mwingi kazini, ungeweza kusema kwa mume wangu sasa nimekumisi zaidi. Haya basi sawa. Ila mume wangu, mimi nina shida, naomba unisaidie. Shida yangu 3,000 tu. Mbona makubwa haya mamangu? Haya unataka 3,000 umekuwa mwanafunzi wa shule?
Natoka lini wewe ukaniomba 3000? Kwa sababu kumbukumbu zangu wakati niko nawe katika mahusiano, hujawahi kuniomba mimi shilingi 3000. Na mpaka nafikia hatua ya kukuoa au kuwahi kuniomba shilingi 3000. Hata siku moja. Haya, leo imekuwaje? Nimejikanyaga mwenyewe. Nisipokuwa makini hapa nitashtukiwa. Lakini kama utakuwa umesahau, asubuhi nilikupatia pesa. Nilikupatia 30, uliniambia una shida nayo muda si mrefu. Sasa hivi tena 3000 ya nini mama? Unajua mume wangu, yaani kiukweli nakupenda mpaka nachanganyikiwa. Na hapa ndo ninapoamini upendo wako kwangu hauwezi kufikia upendo wangu kwako. Yaani hapa ni jibu tosha kuwa mimi nakupenda sana. Na ndio maana najikuta yani nachanganyikiwa kabisa. Ila hiyo shilingi 3000, lengo langu mimi nikanunue sabuni nikufulie nguo. Makubwa. Mke wangu we kiboko. Wewe? We kiboko. Jamani, kwa nini tena? Unataka kunifulia? Ndio, nataka uwe smart. Ukitembea barabarani uvutie. Kwa hiyo ushasahau kama umeshanifulia? Chawi enda wakazi kiboko. Chawi yani usiku anatutesa. Chawi mtani kote wamemchoka. Chawi enda wakazi kiboko. Chawi enda wakazi kiboko. Chawi yani usiku anatutesa. Chawi mtani kote wamemchoka. Chawi enda wakazi kiboko.